Msemo ya kwamba ukifanya unachokipenda utafurahi, lakini ukipenda unachokifanya utafanikiwa. Huu msemo maana yake nini? Vijana wengi wa sasa hivi wameishi katika msemo ambao wanasema ufanye unachokipenda utafurahi, na vijana wengi siku hizi wanafanya vitu ambavyo vinawafurahisha, yaani ni haja zao za moyo wao zinawafanya wafurahishe, lakini ni vijana wachache sana ambao wanavipenda vile vitu ambavyo wanavifanya. Maana yangu ni nini? Ukipenda unachokifanya utafanikiwa. So wewe kama unapenda kufanya kitu fulani, labda kufanya business na bado unasoma, unapenda labda kuigiza na bado unasoma, lakini unaogopa, lakini unakuwa una hofu na nini. So unachotaka kuambia ni nini? Yaani ukipenda kile kitu ambacho unakifanya kutoka ndani ya moyo wako, utaona kabisa wewe mwenyewe mafanikio yanaanza kuja, lakini sio kwa kusikiliza maneno ya watu, sijui watu wanakushauri kwamba soma kwanza, hicho achana nacho, utakuta hapo itabidi usimamie msimamo wako wewe mwenyewe kama kijana. Kwa hiyo conclusion kwenye huo msemo ya kwamba ukipenda unachokifanya utafanikiwa, lakini ukifanya unachokipenda utafurahi, conclusion yake ni kwamba wewe kama unahitaji kufanikiwa, unahitaji kusimamia msimamo wako ambao wewe umejiwekea, na usisikilize ushauri wa watu. Ushauri sawa, ni muhimu, lakini je, wewe mtazamo wako upoje wa maisha yako? Vijana wengi wanapotea kwa sababu ya kupewa ushauri wa huyu, haelewi afanye lipi. So unachotakiwa kufanya, ukasimamia msimamo wako kama wewe, ukapambana wewe mwenyewe, umejiwekea kitu fulani, umejiwekea malengo fulani, simamia ule msimamo wako. Usianze kusikiliza maneno ya watu, mara ushauri wa watu. Hapana, mtu anayekushauri anakudanganya, kwa sababu yeye hajui wewe maisha yako umeyapanga vipi, maisha yako umeyaplani vipi. So conclusion ya kwamba inabidi usimamie msimamo wako wewe kama wewe, usimamie malengo yako na plani zako ulizojiwekea mwenyewe. Usisikilize ushauri wa mtu, focus na mambo yako, struggle na mambo yako. Hakuna kusikiliza ushauri wa mtu.